mpya mkuu wa wilaya mgeni rasmi, barabara itakayoanzishwa mpya ni barabara ya Mtamba Kiloto Mkalama. Imeungwa mkono vilivyo kwenye baraza la madiwani, hivyo matengenezo makubwa kuona utekelezaji wake ambao utarahisisha shughuli mbalimbali za usafirishaji kwa wananchi. Kwenye picha tunaona daraja ambalo lilijengwa mwaka uliopita, mheshimiwa mgeni rasmi, la kijiji cha Mazangili kuvuka kuelekea kata jirani kijiji cha Dominiki, ambacho ni barabara ya uchumi kwenye wilaya yako. Na mimi nikushukuru sana na nikupongeze sana. Tulipofanya mkutano kwenye kijiji cha Mazangili, ulienda wewe mwenyewe kushuhudia barabara ile na ulitoa maelekezo. Serikali ilihamia pale, wakandarasi walihamia pale. Mpaka hivi sasa ninavyoongea barabara ile, daraja limekamilika na magari yanapita. Tunakushukuru sana. Mawasiliano. Maendeleo yoyote yanahitaji mawasiliano bora yatakayoleta tija katika uwezeshaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo ya jamii. Katika kata ya Nkinto kuna huduma ya mitandao ya Halotel, Airtel pamoja na Voda. Hata hivyo, bado huduma za mitandao hii zinasuasua, kwani kuna wakati mawasiliano yanakatika kabisa, jambo linalopelekea kuleta shida ya mawasiliano. Tunaiomba serikali kuwashauri wamiliki wa mitandao hii kuongeza minara, jambo litakalosaidia upatikanaji mzuri wa huduma za mawasiliano, pamoja na kuweka huduma ya umeme katika baadhi ya minara, jambo litakalofanya hali ya mtandao kuwa nzuri zaidi. Na kwa hili, mkuu wa wilaya, naomba nikupongeze sana. Kata ya Nkinto tumebahatika kupata sehemu ya kuweka mnara wa TBC, na ni eneo hapa la shule ya sekondari, na sasa hivi utaratibu unaendelea ili wamiliki waweze kumilikishwa eneo hilo. Tunashukuru sana serikali. Umeme. Tunaishukuru serikali kwa kuzidi kuwajali wananchi wake, kwani kwa kupitia mpango wa REA huduma ya umeme imezidi kuwa rahisi na kuwafikia wananchi kwa ukaribu zaidi. Tunamshukuru pia mheshimiwa diwani kwa kuendelea kusemea mahitaji. Kusemea mahitaji wananchi wake, jambo linalosaidia huduma kuletwa katika vijiji vya kata ya Nkinto. Kwa sasa vijiji vyote ndani ya kata ya Nkinto vina umeme. Na hapa, mheshimiwa mkuu wa wilaya, ninaipongeza sana serikali ya awamu ya 6. Kata ya Nkinto ni kata mojawapo ambayo imepitiwa na umeme karibia vijiji vyote, na tumebaki na vitongoji baadhi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nikushukuru sana. Kila nikileta jambo unajaribu kuisaidia kata ya Nkinto. Na kwenye vitongoji vilivyobaki, wananchi hawa ni mashahidi kwa sababu wanawawakilisha wananchi walio wengi. Walipita watu wa REA juzi, baada ya kukuletea taarifa hii na kutoa maelekezo, wamepita kwenye vitongoji vyote ambavyo havina umeme. Wameshafanya tathmini, wanasubiri fedha ya serikali wakati wowote kwa ajili ya kupeleka umeme kwenye vitongoji husika. Mheshimiwa mgeni rasmi, hali ya maji kata ya Nkinto, tunaenda kukimbilia sasa kwa wananchi wa kata ya Nkinto kupata maji safi na salama. Pongezi zako kubwa kwa ajili ya mradi wa maji uliofanyika mwaka 2024-25. Baada ya kilio kikubwa cha wananchi wa Nkinto, kijiji cha Nkinto, tayari mradi wa maji umeshaanza kufanya kazi kwenye taasisi za elimu, shule ya msingi Makulo na shule ya sekondari Nkinto. Na kwa sasa tunazo fedha kwenye bajeti, mkuu wa wilaya, fedha shilingi milioni 150. Fedha ile itafanya kazi ya kusambaza maji kijiji cha Makulo na kijiji cha Nkinto kwenye chanzo kilichopo kwenye mpaka wa vijiji hivi viwili. Naomba nikushukuru sana kwa sababu hali ilikuwa mbaya hasa kwa wanafunzi. Tenga muda wenu na kuja kuweza kusikiliza
taarifa ya utekelezaji wa ilani kipindi cha mwaka 2020 mpaka mwaka 2025, ambapo tuko ukingoni, na Mheshimiwa Diwani umefanya vizuri kuja kueleza juu ya masuala mbalimbali ambayo serikali imefanya kupitia uwakilishi wako. Hongera sana, tumpongeze ndugu sana. Hata wewe usiyepiga makofi, Mungu anakuona. Piga makofi tafadhali. Ndugu zangu, kazi ya uwakilishi wa watu si kazi rahisi. Ni kazi yenye changamoto nyingi. Ni rahisi mtu akiwa sio yeye anayehusika, amekaa pembeni na kukosoa tu, ningekuwa mimi ningefanya vile, ningefanya vile, ningefanya vile. Huwa tunakuwa mafundi sana. Watu wa aina hiyo hawana tofauti sana na wale mashabiki wa mpira wanaokuwa nje ya uwanja. Kuna wakati tukiwa tunaangalia mpira tunadiliki kusema, ningekuwa mimi pale ningepiga hivi, ningekuwa mimi pale ningepiga kichwa. Ukumbuke kuna kuchoka. Mtu anakimbia sana, wakati fulani viungo vinakataa, kwa sababu unakimbizana na wenzako, mnakimbizana ili uweze kukamata mpira na hatimaye ufunge magoli. Hiyo sio kazi rahisi ndugu zangu. Na ndivyo ilivyo katika kazi hizi za uwakilishi wa wananchi. Iwe ni kwao waheshimiwa madiwani, iwe ni kwao viongozi wa chama kama alivyo mwenyekiti na timu yake kamati ya siasa, na ninyi wajumbe. Hata ninyi mna changamoto zenu, huwa mnakosolewa sana kule. Uongo kweli? Wajumbe mambo, wajumbe oye, wajumbe bomba sio bomba. Anashiriki kwenye vikao mbalimbali. Kule kuna chombo kinaitwa baraza la waheshimiwa madiwani. Kule wanapokutana wanapambana kwa hoja, ili nao madiwani kwenye kata zao waweze kupata fedha za kutekeleza miradi mbalimbali au fedha kwa ajili ya kutatua changamoto mbalimbali za wananchi. Hili jukumu huyu baba au huyu kaka, wengine mjomba wenu, amelifanya kikamilifu. Kwa nini nasema hivi? Mimi ni shuhuda. Nikamwambia usikonde, na nimependa sana uwakilishi wako. Akazungumza mambo ya changamoto za umeme, akazungumza mambo ya uhaba wa maji, akazungumza mambo ya barabara zenye changamoto mbalimbali, akazungumza mambo ya uhaba wa watumishi katika taasisi za serikali ikiwemo walimu, wauguzi na madaktari. Akaniambia na historia ya mambo ya rambalamba yaliyokuwa yanawakabili hapa. Nikamwambia Mheshimiwa Diwani usikonde, upele umefika kwa mkunaji. Niko na wewe, tutapambana mpaka kieleweke. Hivi ninyi ndugu zangu wajumbe wa halmashauri kuu na wananchi wote ambao mnaishi nao, mnahitaji diwani wa aina gani? Tofauti na huyu ambaye anaweza katoka katenga muda wake, akatumia mafuta yake, akawasha gari lake, akasema nakwenda kwa mkuu wa wilaya, nakwenda kwa meneja wa TANESCO, nakwenda kwa meneja wa RUWASA, nakwenda kwa meneja wa TARURA wa masuala ya barabara, nikafikishe vilio vya wananchi. Kwani ungelikuwa wewe ungelifanyaje tofauti na njia hiyo? Si ungelifanya hivyo hivyo? Kuna mtu anaweza kajitutumua akasimama mahara akasema, mimi ningekuwa mimi, tatizo la umeme kwenye vitongoji vyote lingeisha tu ndani ya siku 2. Unatoa hela zako mfukoni? Asikudanganye mtu. Njia ya kwenda peponi ni moja. Ni lazima ufe na lazima uzikwe, na utaenda peponi
Iwapo ulikuwa unatenda mema hapa duniani, yani ndugu zangu, anakuja anasema ishu ya maji, amesema hapa, wala sio uongo. Kisima tulichochimba mwaka jana, baada ya kuwa nimewaletea wale wataalamu, tulikaa chini, tulitengeneza mpango. Tutafanya kazi ya usambazaji wa maji Makulo pamoja na hapa. Sio kwamba tumeishia pale kwenye taasisi ambazo tayari wamepata kidogo. Mnanisikia? Tutahakikisha maji yanakwenda, walau tuna DP kadhaa. Ningekuwa na meneja wa Ruwasa hapa kama ningejua hili ningeibuka, ila watu wa Makulo tuliongea, si mnakumbuka? Linafanyiwa kazi. Kikaa pamoja na tuhudumia sisi wananchi wa kata ya Nkinto. Nipongeze sana taarifa hii. Mimi kwa kweli nimeridhika. Sina maswali. Karibuni kwenye kijiji cha Nkinto. Kwa taarifa ya Mheshimiwa Diwani tumepokea kwa mikono yote, sababu haina maswali. Mambo yote huwezi kuyamaliza kwa wakati mmoja. Naamini ataendelea akichaguliwa tena kuendelea.